Hello. Njoo leo tujifunze kutoka kwa huyu mama. Vijana miaka kuanzia 17, 18, 19, 20 mpaka 30. Njoo tujifunze kitu kimoja kutoka kwa huyu mama. Yes. Just look at this mama, na nataka tuweze kutoa comment kitu gani ambacho umeweza kujifunza na ni kitu gani ambacho unatamani uweze kukiongeza kwa vijana ukiachana na alichokisema huyu mama. Let's get ready. Look at this video guys. Look at this video. Natamani sana niongee na wadogo zangu siku ya leo darlings. Ni kwamba miaka kama 10 iliyopita nilikuwa nina miaka 30 na nilikuwa ninajali sana, kuna phase nilifika nikawa ninajali sana maneno ya watu wanayozungumza kuhusiana na mimi. Nilikuwa nataka sana kuplease watu, yani it gets to a point kuna vitu nilishindwa kuvifanya kwa sababu ninawaza watu watasema nini. Kuna sehemu nilitaka kwenda sikuenda kwa sababu nawaza watu watasema nini. Na hata wakisema basi inanivuruga kabisa na kunitoa kwenye mstari. Lakini jinsi unavyoendelea kwenda, ukisha kuwa mtu mzima hii miaka 40 na you stop minding what people say, because trust me, wanasema kila iitwapo leo. Na leo hii nikigeuka nyuma na kutazama yale niliyoogopa kuyafanya na kuyaacha kuyafanya kwa sababu watu wangesema nini, ni mambo ambayo hayakuwa na tija na yalinipoteza, kwa sababu probably ningeyafanya yangenisaidia mimi binafsi. So kuna vitu ambavyo viko vyako wewe mwenyewe, Mungu amekupa mandate wewe mwenyewe. Katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa success, it's all about you. So long as huumizi maisha ya mtu mwingine, jifikirie wewe na familia yako, wewe na wale waliokuzunguka. Usianze kutaka kuplease kila mtu. I'm telling you, you cannot please everybody. Watu wako bize kuharibu. Ukisimama watasema kwa nini alisimama. Ukikaa watasema kwa nini amekaa. Ukiruka watasema aliruka vibaya. Ukichuchumaa watasema fulani anachuchumaa vizuri kuliko yeye. So what I'm saying is be your own priority. Yani wewe mwenyewe jiwekee priority. Usianze kutazama watasema nini, watafanya nini. Utakuja baadaye na kuangalia kile ambacho hukufanya kwa sababu wao walisema usifanye. Ungekifanya ungekuwa mbali sana. Mheshimu Mwenyezi Mungu, mpende Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndo amekuleta duniani na ndo amekupa purpose ya kuwepo hapa. Huyo ndio inabidi umfurahishe. Ukiona Mwenyezi Mungu hataki usifanye, lakini kwa binadamu, so long as hujamuumiza, so long as hujamtoa maisha yake, do it your way. I love you so much. Have a beautiful 2026. May you receive a lot of blessings, na usijali wasemayo kwa sababu siku zote watasema. So guys, nina uhakika tumeweza kujifunza vitu vingi sana kutoka kwa huyu mama alichoweza kutuambia. Katika miaka yetu kuna baadhi ya vitu ambavyo tunatamani sana kuvifanya, but according to the kutokana na misemo ambayo watu wengine wanaweza wakasema juu yetu, basi tunaacha kufanya yale ambayo tunataka kuyafanya kwenye maisha yetu. Therefore, I want to see you guys, you comment on the comment section that what do you learn from this mom, and kuna vitu gani ambavyo unatamani uweze kuviongeza, ambavyo sisi kama vijana tuzidi kuelimishana na tuweze kuongezeka katika na tuweze kufanikiwa katika maisha yetu. That's all for today. Thank you for watching this.